uwezo wote wa kuponya, kufufua na pia kuyakemea mapepo. Je, tunaamini? Basi wakafika katika nchi ya Wageraseno, ng'ambo ya ziwa. Mara tu Yesu aliposhuka kutoka mashuani, mtu mmoja aliyepagawa na pepo mchafu alitoka makaburini, akakutana naye. Mtu huyo alikuwa akiishi makaburini, na hakuna mtu aliyeweza tena kumfunga kwa minyororo. Mara nyingi walimfunga kwa pingu na minyororo, lakini kila mara aliweza kuikata hiyo minyororo na kuzivunja hizo pingu, wala hakuna mtu aliyeweza kumzuia. Mchana na usiku alikaa makaburini na milimani, akipaza sauti na kujikatakata kwa mawe. Alipomuona Yesu kwa mbali, alimkimbilia, akamuinamia akisema kwa sauti kubwa, "We Yesu, mwana wa Mungu mkuu, unashauri gani nami? Kwa jina la Mungu tafadhali usinitese." Alisema hivyo kwa kuwa Yesu alikuwa amemwambia, "Pepo mchafu, mtoke mtu huyu." Basi Yesu akamuuliza, "Jina lako nani?" Naye akajibu, "Jina langu ni Jeshi, maana sisi tu wengi." Kisha akamsihi Yesu asiwafukuze hao pepo katika nchi ile. Kulikuwa na kundi kubwa la nguruwe wakichungwa kwenye mteremko wa mlima. Basi hao pepo wakamsihi, "Utupeleke kwa hao nguruwe tuwaingie." Naye akawaruhusu. Basi hao pepo wachafu wakatoka, wakawaingia wale nguruwe. Kundi lote la nguruwe wapatao 2,000 likaporomoka kwenye ule mteremko mkali mpaka ziwani, likatumbukia majini. Wachungaji wa hao nguruwe walikimbia, wakatangaza jambo hilo mjini na mashambani. Watu wakafika kuona yaliyotukia, wakamwendea Yesu, wakamuona na mtu yule yule aliyekuwa amepagawa na jeshi la pepo ameketi chini, amevaa nguo na ana akili yake sawa, wakaogopa. Watu walioshuhudia tukio hilo wakawaeleza wengine mambo yaliyompata huyo mtu aliyekuwa amepagawa na pepo na juu ya wale nguruwe. Basi wakaanza kumuomba aondoke katika nchi yao. Yesu alipokuwa anapanda mashuani, yule mtu aliyekuwa amepagawa na pepo akamuomba amruhusu kwenda naye. Lakini Yesu akamkatalia. Badala yake akamwambia, "Nenda nyumbani kwa jamaa yako, ukawaambie mambo yote Bwana aliyokutendea na jinsi alivyokuonea huruma." Basi huyo mtu akaenda, akaanza kutangaza huko Dekapoli mambo yote Yesu aliyomtendea. Watu wote wakashangaa. Yesu alivukia tena upande wa pili wa ziwa kwa mashua. Umati mkubwa wa watu ukakusanyika mbele yake, naye akawa amesimama kando ya ziwa. Hapo akaja mmojawapo wa maofisa wa sunagogi, jina lake Yairo. Alipomuona Yesu, akajitupa mbele ya miguu yake, akamsihi akisema, "Binti yangu mdogo ni mgonjwa karibu kufa. Twende tafadhali ukamwekee mikono yako, apate kupona na kuishi." Basi Yesu akaondoka pamoja naye. Watu wengi sana wakamfuata, wakawa wanamsonga kila upande. Mmojawapo alikuwa mwanamke mwenye ugonjwa wa kutokwa damu kwa muda wa miaka 12. Mwanamke huyo alikuwa amesumbuliwa sana na waganga wengi, na ingawa alikuwa amekwisha tumia mali yake yote, hakupata nafuu, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Alikuwa amesikia habari za Yesu, na hivyo akaupenya msongamano wa watu kutoka nyuma, akagusa vazi lake. Alifanya hivyo maana alijisemea, "Nikigusa tu vazi lake nitapona." Mara chemchemi ya damu yake ikakauka. Akajisikia mwilini mwake kwamba ameponywa ugonjwa wake. Yesu alitambua mara kwamba nguvu imemtoka. Basi akaugeukia ule umati wa watu, akauliza, "Nani aliyegusa vazi langu?" Wanafunzi wake wakamjibu, "Unaona jinsi watu wanavyokusonga. Mbona wauliza nani aliyekugusa?" Lakini Yesu akaendelea kutazama amuone huyo aliyefanya hivyo. Hapo huyo mwanamke, akifahamu yaliyompata, akajitokeza akitetemeka kwa hofu, akajitupa chini mbele ya Yesu na kusema ukweli wote. Yesu akamwambia, "Binti, imani yako imekuponya. Nenda kwa amani, upone kabisa ugonjwa wako." Yesu alipokuwa bado anaongea,
Watu walifika kutoka nyumbani kwa yule ofisa wa sunagogi, wakamwambia, binti yako amekwisha kufa. Mbona unamsumbua bado mwalimu? Lakini bila kujali walichosema, Yesu akamwambia mkuu wa sunagogi, usiogope, amini tu. Wala hakumruhusu mtu yeyote kufuatana naye ila Petro, Yakobo na Yohane nduguye Yakobo. Wakafika nyumbani kwa ofisa wa sunagogi, naye Yesu akasikia makelele, kilio na maombolezo mengi. Akaingia ndani, akawaambia, mbona mnapiga kelele na kulia? Msichana hakufa, amelala tu. Lakini wao wakamcheka. Basi akawaondoa wote nje, akawachukua baba na mama wa huyo msichana na wale wanafunzi wake. Wakaingia chumbani alimokuwa huyo msichana. Kisha akamshika mkono akamwambia, talita kumi, maana yake, msichana nakuambia, amka. Mara msichana akaamka, akaanza kutembea. Alikuwa na umri wa miaka 12. Hapo watu walishangaa kupita kiasi. Yesu akawakataza sana kutangaza habari hiyo kwa mtu. Kisha akawaambia wampe msichana chakula. Amina.